Kuna watu huko Nairobi walikuwa wanasema hapana, Isiolo hapana, iko baridi baridi. Ati walikuwa wanasema ati Isiolo iko baridi baridi. Umenifanya. Hakuna baridi. Umenifanya. Haya si fire. Fire si fire. Noma si noma. Noma si noma. Tutam si tutam. Tutam si tutam. Wese si wese. Wese si wese. Umeamua ni tutam. Ya William Ruto. Tamu mbili. Ya Rais William Ruto. Tamu mbili. William Ruto. Wacha nione wale wanasema ni tutam. Ni fire kabisa. Bas, mimi naomba tuketi wale wanaanza kuketi. Kwanza kabisa nawakaribisha. Na mimi nilikuwa nimetumana jana, nikasema wale ambao wako karibu tukutane masaa machache, tuongee kidogo, kwa sababu nilitaka nyinyi majirani wangu wa Isiolo County, nilikuwa nataka mjue nyumbani kwa Deputy President. Ndio ile siku tutakuwa na wageni wengi, na Mungu akitujalia tutakuwa na wageni wengi hivi karibuni kutoka kila sehemu ya Kenya, kutoka Kwale, Mombasa, Busia, kila mahali. Mungu akitujalia hivi karibuni tutakuwa na wageni hapa. Na nikaona sio vizuri siku ile watu wageni nikasema majirani kwanza wajue kona zote, ndio ile wanakuja. Nyinyi ndio mtanisaidia kukaribisha wageni. Ni fire si fire. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Kwa sababu haiwezekani ati wageni tukiwa na wageni wengi, hata kwako wewe ukiwa na wageni wengi, unahitaji marafiki na unahitaji pia familia, unahitaji majirani wakusaidie kukaribisha wageni kwa sababu ni wengi. Kwa hivyo ndio nimesema hiyo siku kabla ifike niite majirani kwanza, nyinyi ndio mtanisaidia kukaribisha wageni. Wengine labda watoka mbali wakikosa njia kidogo wafike huko pande, unawaambia sio pande hii, ni hapa, wacha niwaonyeshe. Hata naweza kukupeleka, najua hapo. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana vile mmefika hapa. Jambo la pili niseme, najua hii kaunti yetu ya Isiolo hivi karibuni imekuwa na matatizo kidogo ya kisiasa. Na mimi hata kama sijaongea sana, nimekuwa mmoja wa wale wanajaribu kuongea na viongozi wetu wote ili kaunti yetu ya Isiolo ikuwe na amani. Kwa sababu wakati viongozi wanaleta kisirani na vita na uchochezi, wananchi wataumia. Kwa sababu mambo ya maendeleo itabaki nyuma ikiwa ni mambo ya siasa
mambo ya vita, mambo ya mvutano, na ukizingatia sana sana sisi viongozi, kwa sababu tunajijali maslahi yetu. Saa zingine ile vita unaona pale sio vita kwa manufaa ya wananchi, ni vita kwa manufaa ya viongozi. Na ndio tumesema hatutaki kabisa kaunti yetu ya Isiolo ama kaunti nyingine yoyote ile katika Jamhuri ya Kenya iwe na vita na iwe na mvutano, kwa sababu maendeleo yetu itarudi nyuma. Kama viongozi hawasikizani, itakuwa vigumu viongozi hao kusikizwa na serikali, kwa sababu hao ndio wanaenda kuwatetea kule. Lakini kama waongei kwa sauti moja, wamegawanyika mara 2, mara 3, mara 4, hao watu nguvu yao itakuwa kidogo, hawana nguvu ya kuomba miradi ya maendeleo kwa sababu hawako pamoja. Kwa hivyo mimi nawasihi wananchi, nawasihi kwa heshima. Mimi naona hali ya utulivu imeanza kurudi pole pole. Na mimi nawasihi kwa sababu nyinyi pia wananchi ndio mnachochea wananchi, viongozi. Ndio unachochea ule kiongozi unapenda, wachana na huyo, piga huyo, sukuma huyo, wachana na huyo. Sasa mimi nawasihi viongozi, ndugu zangu na dada zangu, na waomba kwa heshima, tuvumiliane, tutafute namna ya kuishi kwa umoja, tutafute namna ya kungojea, kwa sababu wakati huko wa kuchagua viongozi wengine, kama ni wale wako tukitaka waendelee, kama ni wengine tukitaka kwa wingi tulete wengine. Lakini hiyo wakati sio sasa. Wakati utafika, kweli si kweli? Si nyinyi mtaamua? Si nyinyi ndio mtaamua? Ama ni viongozi wataamua? Kuna kiongozi anaamua? Si wananchi? Si nyinyi ndio mnaajiri viongozi kwa kura yenu? Mnaajiri MCA, mnaajiri MP, mnaajiri governor na senator, mnaajiri mpaka rais kwa kura yenu. Kweli si kweli? Kwa hivyo mimi nawasihi tujaribu kutafuta amani na uwiano, alafu tungojee wakati wa campaign. Hapo ikifika siku ya campaign, tutafanya siasa, tutachongoana mchongoano. Mwenye kushinda ndiye atakuwa kiongozi wetu. Mwenye hatapata siku hiyo angoje, Mungu atamjalia siku ingine atakuwa kiongozi. Kweli si kweli? Hakuna haja ya vita, kwa sababu kiti labda ni moja, lakini wale wanataka ni wengi. Mwenye atapata ni mmoja, akuwe kiongozi wetu sisi zote, waliomchagua na wasiomchagua. Na mwenye amekosa asikufe moyo, Mungu naye atamjalia katika siku ingine. Nasema hivi kwa sababu najua nyinyi mmejaribu sana, wakazi wa Isiolo. Isiolo ni moja ya kaunti kama 5, 6 ambazo siko na mchanganyiko wa wananchi kutoka tabaka mbalimbali za taifa la Kenya. Pale Isiolo kuna mchanganyiko wa dini tofauti, kweli si kweli? Pale Isiolo kuna mchanganyiko wa ukoo ama makabila mbalimbali, kweli si kweli? Si Waborana wako pale,
si Waturkana wako pale, si Sakuya wako pale, si Wameru wako pale, si Wagabra wako pale. Ni kweli si kweli? Si mpaka Wakikuyu wako pale town. Kwa hivyo hapo hii county yetu ya Isiolo tusisukumwe tusahau ya kwamba county yetu ni county ambayo inahitaji mshikamano, kwa sababu tuko dini na tuko makabila mbalimbali. Na wasihi kwa heshima, tafadhali vile mmeendelea kuishi kwa amani, muendelee kuishi kwa amani. Na mimi na kiongozi wetu rais tutajaribu ili tuhakikisha kwamba tumeondoa ubaguzi, tusafute njia ya kuleta uwiano, kuleta amani. Kura inakuja, na hiyo kura mwananchi ataamua ni viongozi gani anataka waendelee, ni viongozi gani wataangojea. Kwa hivyo mimi nawashukuru na waomba tu kwa hisani kama mmoja wenu, na wasihi tusivuruge amani yetu ambayo tumeitafuta kwa miaka mingi, na nyinyi mumeishi kama ndugu na dada kwa miaka mingi. Hiyo undugu isiharibiwe kwa sababu ya siasa, na ni siasa ambaye labda hata wakati wake haujafika. Kwa hivyo mimi nimewaita hapa leo kuwaambia hiyo ujumbe. Ya pili niwaambie tunajaribu kusukuma maneno ya maendeleo yenu. Nilikuwa nimewaita pale Karen, wengine wenu mukakuja pale, na vile vile tukazungumzia mambo mengi. Na ni vizuri niwaambie mahali tumefikisha mambo mengine, na yale bado hajafanyika tunaendelea kusukumana nayo yafanyike, kwa sababu ni haki yenu kupata maendeleo kutoka serikali ambayo ni serikali ya taifa letu la Kenya. Mheshimiwa Rais ameniambia kwamba hivi karibuni angetaka kutembea pale Isiolo. Sijui kama mmekaribisha ama angojee. Rais akuje ama angojee? Rais atembee Isiolo, atusukumie maendeleo. Nimwambie akuje faster. Nitafute diary yake nishongeze appointment ya Isiolo. Na hata kabla hajakuja nyinyi mtembelee pale Ikulu, niwafanyie hiyo maneno. Mtembelee rais, alafu na yeye awatembelee, atuletee maendeleo. Na nikimuona nimwambie yeye ni rais wa 2 term. Yeye ni rais wa 2 term. Wacha nione wala anasema yeye ni rais wa 2 term jameni. Mimi nashangaa wale wanaongea huko kwa magazeti, wanaongea wakiwa wapi? Ati Isiolo sijui nini. Kumbe ni uongo. Ni uongo. Isiolo ni fine. Wacha nione wananichukua na salamu kwa rais William Ruto jameni. Bas. Kwa hivyo wacha niseme ya kwamba unajua tumekuwa na serikali
awamu 4 ambazo zimepita. Hii serikali ambayo inaongozwa na William tu wameongea mambo mengi ya lakini nataka niwaelezee serikali ambayo sasa imemaliza miaka 3 ndiyo serikali ya kwanza ambayo inaweza hesabu kazi, miradi ya serikali inaonekana na ambayo inahusu wakazi wa Isiolo na wakazi wa Northern Kenya kuliko serikali ingine yoyote ile. Kwa miaka mingi mnajua ya kwamba barabara imetoka Nairobi ikaenda Isiolo, kufika Isiolo ikaenda Marsabit mpaka Moyale. Ni kweli si kweli? Na hiyo ilijengwa wakati wa mzee Kibaki. Kufika Merile pale, Uhuru Kenyatta akaipata pale, akasongesha ikafika Moyale. Lakini tunajua ile sehemu ya Isiolo County hiyo barabara inapitia ni sehemu kidogo. Kuna sehemu ingine nyingi imebaki ambayo haina barabara nzuri. Wakati wa Kibaki kulikuwa na mpango wa kujenga barabara ya kuunganisha Isiolo na Wajir na Mandera, haikuwezekana. Wakati wa Uhuru Kenyatta kulikuwa na mpango kama huo, haikuwezekana. Lakini sasa imewezekana. Na kwa mara ya kwanza watu wa kaskazini mwa Kenya wataunganishwa na mji wa Nairobi kupitia Isiolo, kupitia barabara ambaye ni barabara ndefu zaidi kuwahi kutengenezwa na serikali moja. Kilomita 750 ya lami ambaye itagharimu bilioni 100 za Kenya, shilingi bilioni 100, ambaye itaunganisha Mandera na Wajir na Isiolo. Ndio mtu akifika Isiolo ashike lami afike Nairobi. Hiyo barabara ujenzi unaendelea na tunataka ikamilike kabla ya 2027. Tuwe tumemaliza hiyo barabara kabisa, tukuje tuifungue, tusiende kwa siasa kama hiyo barabara haijakamilika. We are working hard to deliver on that promise. 750 kilometers, 100 billion Kenya shillings, ambayo itaunganisha Mandera, mji wetu wa Mandera pale northeastern kabisa. Na mnajua hiyo barabara ambayo ni barabara ya rais, si itatoka pale Mandera, si itaingia Ramu, ikuja Gare, ikuja Elwak, ikuja Kotulo. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Barabara itatoka Mandera. Ikitoka Mandera inakuja Gare, Ramu. Kutoka Ramu ikuja Gare. Kutoka Gare ikuja Elwak. Kutoka Elwak ikuja Kobo. Kutoka Kobo ikuja Kotulo. Kutoka Kotulo ikuja Tarbaj. Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Kutoka Tarbaj ikuja Wajir. Kutoka Wajir ikuja Samatal. Kutoka Samatal ikuja Modogashe. Kutoka Modogashe ikuja Garbatula. Kutoka Garbatula ikuja Kulamawe. Kutoka Kulamawe ingie Isiolo. Ni 2 terms, si 2 terms. Ni 2 terms, si 2 terms. Sijui kama wamesikia hiyo barabara.
Ati inatoka Mandera, inakuja Ramu, inakuja Gare, inakuja Elwak, inakuja Kobo, inakuja Kotulo, inatoka Kotulo inakuja Tarbaj, inatoka Tarbaj inakuja Wajir, inatoka Wajir inakuja Samata, inatoka Samata inakuja Modogashe, inatoka Modogashe inakuja Garbatura, inatoka Garbatura inakuja Kulamawe, inatoka Kulamawe inaingia Isiolo. Fire see fire, fire see fire. Hiyo barabara vile vile umejua, tumesema ya kwanza kutoka Nairobi kupitia Isiolo inaenda Moyale. Hiyo ingine inatoka Mandera kupitia Wajir inakuja Isiolo inaunganisha na Nairobi. Kuna barabara ya tatu ambaye pia inajengwa sasa hivi na imejengwa na hii serikali ya William Ruto, ya kutoka Lamu Port kupitia Ishakani kuja Ijara kuja Garissa kuja mpaka Isiolo, kilomita 321. 321 kilometers from Lamu Port, Ishakani, Ijara, Garissa mpaka Isiolo. Hiyo barabara itagharimu shilingi bilioni 28 pesa ya Kenya. For the first time, President William Ruto is building roads, over 1,000 kilometers of road in northern Kenya, an area which had been forgotten. Ni 2 term, si 2 term. Rais Ruto ni 2 term, si 2 term. Nikisema harambee mnasema 2 term. Harambee, harambee. Wacha nione 2 term. Jambo la pili ni mambo ya stima. Wakati mmekuja pale niliwaambia ya kwamba tutasukuma pesa ya stima iongezwe, kwa sababu Isiolo ni moja ya zile kaunti ambazo zimebaki nyuma mambo ya stima sana sana kule mashinani. Si ni kweli? Si ni kweli? Program ambayo inaendelea sasa this financial year, pesa ambayo imepeanwa na Rais Ruto ya kuongeza stima mashinani katika town zote katika area ya Isiolo ni milioni 711. 711 million shillings worth of electricity projects for Isiolo County alone. Na vile vile tumekamilisha ujenzi wa kile kiwanda cha stima cha Merti ambazo kitaongeza nguvu ya stima isiwe inakuja ikipotea. So we have an electricity plant in Merti ambayo tumejenga. Mimi nilikuwa hapo 2 months ago, imekamilika pale Merti hybridization plant ambayo imegharimu serikali ya Kenya milioni 360, 360 million. Ukiongeza 360 million ya Merti hybridization plant na 711 million ya last mile connectivity ya kusambaza umeme Isiolo, inakuja 1 billion shillings ambaye Rais Ruto ameweka katika Isiolo County kuongeza maneno ya stima. Kwa hivyo barabara tumefanya kiasi, na najua bado barabara ni nyingi ambazo zinahitaji kutengenezwa. Najua hata hiyo Garbatura lazima tuunganishe baadaye Garbatura na Merti.
Si ni kweli? Ama namna gani jameni? So barabara ni nyingi pale, but we have started somewhere and we are making good progress. Mambo ya stima nimewaambia already about 1 billion shillings worth of projects are underway. Mnajua ya kwamba vile vile ile program zinaendelea ya mambo ya kujenga manyumba ya bei nafuu, mambo ya kujengea watoto wetu wale wako college mahali pa kulala na kujenga masoko, hiyo vile vile inaendelea na iko mpaka Isiolo. Mara ya mwisho wakati nilitembea Isiolo, najua soko ya Kina, tulikuwa tunangojea site, wale wanabiashara wa pale watupatie site. Sijui kama mmepeana site, kwa sababu pesa iko ya kujenga soko ya Kina ndio ikuwe ni soko ya kisasa. I hope the business people of Kina will give us the land. Tuwatafutie mahali pa kungojea, tujenge soko, warudi kuuza vitu zao mahali pazuri, mahali ambao ni soko ya kisasa. Vile vile kwa watoto wetu ambao wako katika colleges, Garbatula Technical and Vocation Education Training Institute, ile polytechnic ya Garbatula, hapo tunataka kuwekeza nyumba za wanafunzi 340 na itagharimu serikali ya Kenya milioni 164. We want to build hostels for our children, ndio wakae karibu na shule, wasikae mbali na shule, ndio wasome, wapite mitihani yao, wasisumbuliwe na mambo ya raia huko, wafanye masomo, wamalize, wapite, wasaidie wazazi wao. Kweli si kweli? Hii KMTC yetu ya Isiolo, Kenya Medical Training College, Isiolo campus, tunaekeza pale manyumba zaidi ya 780 ambaye itagharimu pesa ya Kenya milioni 378. Nirudie, pale KMTC Isiolo campus, mahali watoto wetu wanaenda kusomea udaktari, kwa sababu hawana mahali pa kukaa, serikali inawajengea manyumba 780 ya wanafunzi kulala, na itagharimu serikali ya Kenya shilingi milioni 378. Ni fire si fire? Ni noma si noma? Rais Ruto aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Ni 2 term si 2 term? Ni 2 term si 2 term? Wacha nione wale wanakubaliana na mimi ni 2 term jameni. Vile vile nimesema mambo ya TVET ya Garbatula, nimesema mambo ya KMTC, Affordable Housing Project ya Isiolo Town. The first 200 units ziko 61% complete, ziko karibu kumalizika, na hiyo inagharimu serikali ya Kenya milioni 440. We are building 200 units of affordable housing projects in Isiolo Town at a cost of 440 million shillings. And we are bringing phase 2 pale kiwanja ya Public Works Isiolo. Tunaleta phase 2 ya housing ambaye pia tutaweka manyumba mengine zaidi ya 800, na tutatumia pesa ya serikali pia karibu milioni 450. Ni fire si fire?
ile miradi inaendelea Kenya ingine ya maendeleo, hata Isiolo inaendelea. Na ndio nawasihi tuishi kwa amani, tusukume maendeleo yetu, na mtu asikuje kukudanganya ati mtu ya upinzani anakuja hapo na kiherehere na kimbelembele na meme na ujuaji ati kukuambia we mtu ya Isiolo wachana na serikali uende ukakae kwa upinzani. Mutakubali? Mutakubali? Ati mdanganyo muende mkatafute serikali na already muko katika serikali, mutoke muende kukatafuta ingine? Hapana. Na wale wenye hiyo maneno sio ati ni wageni Kenya, sio malaika, tunawajua. Na wamekuwa kwa viti kubwa, wengine mawaziri, wengine sijui nini. Na siku ile walikuwa na kirauni kwa kichwa, hakuna hata project moja ya Isiolo wametetea ikafika pale Isiolo. Na kama ni uongo wanionyeshe. Mimi saa hii nikiwa naibu wa rais, mimi nataka baada ya miaka yangu 2 wakati tunaenda katika election, wakati wa campaign, nataka mniulize wewe jirani yetu, kwa sababu umekuwa kwa hii serikali na wewe ni mtu mkubwa, deputy president, hebu tutajie ile maneno projects ambao umetutetea tukapata hapa Isiolo. Na nitajielezea. Ndio unaona nasukuma hiyo barabara ikamilike. Ile haijaanza ianze. Mambo ya masoko ijengwe. Pesa ya stima iongezewe. Pesa ya affordable housing iongezewe. Ndio nisikuje hapa nikiulizwa maswali sina kitu ya kusema. Na wale tunashindana nao tukutane Isiolo, watoe ile walileta wakiwa kwa viti, na mimi nitoe listi yangu. I am telling you. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie I will account for my time in office. Mimi sio mtu ya kuzubaa alafu nangojea kuulizwa maswali ambaye sina jibu. Nimejipanga kwa mtihani. Fire say fire. Fire say fire. Nimejipanga kabisa, siwezi anguka hiyo mtihani. Utaki wananchi wasumbuke, kwa sababu hiyo itachelewesha maendeleo yetu watu wa Isiolo. Delay our progress. Ama namna gani watu ya Isiolo? Mnataka tuishi kwa amani? Ama mnataka vita? Mnataka mashindano ya viongozi? Si viongozi wangojee siku yao ya kura inafika? Ule akona jambo ya kusema aseme siku ya campaign? Ama mnataka tuvurugane saa hii? Tukae kwa amani. Na mimi nitaenda nitafute viongozi wote wa kila tabaka, hatubagui mtu yeyote. Na mimi nitawazungumzia, nitawasihi kwa heshima, niwaambie tafadhali ndugu zangu, dada zangu, tukiingiliana namna hii, wale wataumia ni wananchi. Miradi ya watu wetu itakwama, hatutakuwa na kitu cha kueleza watu wakati wa kampeni. Kwa sababu mwenye anakimbiza mwingine na mwenye anakimbizwa wote choka. Waswahili wanasema muhini na muhiniwa njia ya wote wanafanya nini? Si wote alafu ama namna gani?
Mungetaka tuendelee kuweka uwiano katika kaunti yetu ya Isiolo? Kuwe na makubaliano. Tutafute watu wetu waweke pamoja. Wakae kwa amani. Wakae kama ndugu na dada. Na hiyo kazi mimi nitaisongesha mbele, kwa sababu mimi siwezi kuwa jirani hapa na kaunti yangu inaumia. Siwezi kubali, lazima nifanye hiyo kibarua. Kwa hivyo mahali nimeona tumelemewa kidogo ni mambo ya kujiandikisha kwa bima ya afya. Isiolo County is not doing so well. Only 21% ya watu wetu wamejisajili. Out of a target of 268,000 residents, only 59,000 have registered. Hiyo iko chini. Nataka ni tumane kwa heshima kwa wazee wetu, viongozi wa dini, nitumane kwa community health promoters na wazee wa nyumba 10. Tafadhali muhamasishe watu wetu wajipatie bima ya afya. Ndio mtu akiwa mgonjwa, hiyo bima ya afya impunguzie gharama ya matibabu. Watu wengi wamepoteza mali yao. Watu wengi wameuza magari, wameuza ardhi, wameuza mifugo kugharamia gharama ya juu ya matibabu. Dawa ya kupunguza gharama ya matibabu ni kujisajili katika shirika la SHA, upate bima ya afya. Ukienda hospitali ile gharama inakuja chini. Na tunaboresha hiyo program ndio tuhakikishe ya kwamba tumeweka madawa ya kutosha katika mahospitali yetu. Tumeweka wahudumu wa afya wa kutosha, na vile vile tumeweka mikakati ya kuhakikisha ya kwamba kuna equipment ama machine ya kupima watu magonjwa wakienda hospitali. Umeona tumeanza 2022 already. Tumeanza kwa kuajiri wale community health promoters, na tukawapatia vifaa vya kupima afya ya wananchi wakiwa nyumbani, kupima blood pressure, kupima sukari. Lakini sasa hiyo wahudumu wa afya, hiyo mambo wanafanya ni afya nyumbani. Mtu akienda hospitali tunataka akute ile equipment ambayo inahitajika, MRI, CT scan na ile machine kubwa ambayo itamsaidia kupata matibabu. Kwa hivyo nawasihi community health promoters, chiefs wetu na assistant chiefs, wazee wa vijiji na nyumba 10, viongozi wa dini na wazee wetu kwa jumla, tafadhali tuhamasishe wananchi wa Isiolo. Isiolo is number 3 from bottom kwa registration percentage wise. Out of 47 counties, Isiolo iko number 45. Sasa sitauliza kama ni fire, kwa sababu hapo si fire. Hapo si fire. Lakini kwa mambo ingine Isiolo ni fire. Kwa mambo ingine Isiolo ni fire si fire. Ni noma si noma. Kwa hivyo mimi sitaki kuwachosha sana. Mimi nilikuwa nataka mjue hapa, niwakaribishe hapa, na niwahakikishia kwamba leo haitakuwa mara ya mwisho nyinyi kutembea hapa. Tahakikisha kwamba munatembea hapa
kuna mahali kabarabara kamekwama, tunataka kuharakishe ndio mfike hapa faster. Mkirudi tena mtakuta imepita imeenda huko chini, teremuke mpaka huko. So lazima tutengeneze hii dunia yetu ama namna gani? Na tukitengeneza hii dunia yetu, tunatengeneza dunia yetu sisi zote. Na nyinyi ni majirani. Kwanza hii Meru National Park iko hapa, hata haifiki 5 kilometers from here. Pande ile ingine ni Kena. Hata watu wengi wanatoka hapo wanaenda sokoni Kena kununua mifugo. Watu ya kutoka hapa kwangu. Nyinyi si ni majirani ya ukweli? Sasa siku ile nitakuwa na wageni, nyinyi ndio nitaita mkuje mapema, munisaidie kukaribisha wageni hapa. Ama namna gani? Mumesema ni 2 term? Mumesema ni 2 term? Ya ukweli. Rais Ruto ni 2 term. So nikimuona nimwambie mnataka kwenda Ikulu. Na nimwambie akuja Isiolo. Na nimwambie yeye ni 2 term. Ni 2 term. Lakini waulize na mimi hata mimi niko kwa ile sababu. Wangapi wanasema ni 2 term? Nilikuwa nafikiri mmesahau jirani yenu. Basi kwa hivyo nawashukuru sana. Nataka sasa, kwa sababu kuna maneno nataka kusema hapa ya namna hii. Kuna niseme. Mbona mnakaa kama watu wamesoma barua ikiwa kwa bahasha? Mumesoma ikiwa kwa bahasha? Nyinyi ni fire. Naona mmeshika rada. Nimesahau kusema iko sub county niliwapatia pale, zingine zimeanza, zingine zimekawia. Ile imebaki mimi naenda kutoa zitoke. Na pia wakati nilikuwa waziri wa usalama, mnajua hakuna county nilitembelea kwa wingi zaidi ya Isiolo. Si kweli? Kwa hivyo pia wakati nilikuwa pale, shida moja ya kiusalama ilikuwa kwa sababu hakukuwa na mambo ya simu. Sasa tumepata 19 spots ambazo tunaweka vikingi ya simu katika Isiolo County. 19 villages. Hiyo Isiolo inaenda kuwa covered completely. And right now construction is ongoing for 19 new masts for electricity connectivity. Tunajenga hiyo kutumia pesa ya serikali inaitwa Universal Service Fund, ambayo tunapatia telco companies kama Safaricom, tunawapatia pesa kutoka Universal Service Fund ndio watujengee hiyo vikingi vya simu, ndio usalama uimarike na watu wafanye biashara. Na hiyo 19 masts zinajengwa sasa hivi tunavyoongea, na ndio tunasema ni 2 term. Na kwa sababu Rais Ruto ndiye anatujengea ile barabara ndefu hiyo 750 kilometers ya kuunganisha Mandera, Wajir na Isiolo. Ndiye anatujengea barabara ya kuunganisha Lamu, Tana River, Garissa mpaka Isiolo. Ndio ametuwekea hiyo vikingi ya simu. Ndiye ametoa bilioni 1 ya stima
711 million ya kuweka stima kwa vijiji na kiwanda ya stima cha Merti 360 million. Kwa sababu Rais Ruto ndio ameleta hiyo mambo nimesema ya affordable housing pale Isiolo town. Ndio anatujengea vyumba vya kulala vya wanafunzi Garbatula, TVET na KMTC Isiolo. Kwa sababu Rais Ruto amefanya hiyo vitu, ndio tunasema yeye ni fire. Yeye ni na yeye ni two-term. Ni two-term. Kuna watu wachache nataka wakuje hapa waseme jambo na dakika moja tu, alafu kuna wakimaliza niseme ile kitu. Ati nini? Damu ya crocodile ile ya Wasonyiro iko mpangoni, sijaitaja because najua mahali imefika. Ananikumbusha ile damu yetu ya maji pale, na isukuma kabisa kama gari ya miraa. Wacha hivi nitakuja kutangaza. Ni fire si fire. Ni fire si fire. Bas, kuna watu wachache waseme jambo, alafu niseme ile kitu. Umeshika hiyo network? Ni nani huyo anaitwa? Thank you for watching. Kindly don't forget to subscribe and share.